Naam, ndio. Shalom, shalom na Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, nafurahi kuwaletea jambo hili hapa. Nilikuwa napitia kidogo hapa neno la Mungu, nikaliona hili nikasema ngoja tushirikishane. Maana najua kuna wengi ambao wamefunguliwa fahamu zao na wamejitambua, lakini kuna wale ambao bado wanakwenda mwendo wa kinyonga. Sasa yule muovu huwa anatumia sana nafasi hiyo kuwasumbua ili watoke nje ya imani. Amen. Kunakuwa na vitu vingi ambavyo vinakuandama vitu vya hovyo ambavyo yule muovu anavisababisha ili amani yako irudi, utoke kwa Yesu, na ikiwezekana uende kwenye njia zake anazozileta. Maana analeta sana mafundisho ya ajabu ya upotevuni, yaani kwamba shida yake ni kuharibu watoto wa Mungu wasimwelekee Mungu, wamfuate yeye ili apate kuangamiza. Sasa kuna wengi ambao utakuta wanateswa labda na uchumi kuwa mbovu wanateswa na magonjwa, wanateswa na zile roho za kukataliwa, wengi wanasema ni nuksi. Utakuta wengine wanakuwa na ile hali ya kuto kukubalika. Popote anapoenda yeye hakuna anayemkubali. Amen. Sasa kwa nini unakuwa ni mtoto wa Mungu alafu bado hivi vitu vinakuandama? Sikiliza nikwambie mpendo wangu, haya maswaibu yoyote masumbufu ya hii dunia hayapasi kuambatana na mtoto wa Mungu. Hayapasi kuambatana kabisa na mtoto, yaani hayapasi kuambatana na mtoto wa Mungu kabisa. Sawa? Kwa sababu hii, ukimwona mtu, sio mtu, hata mimi mwenyewe, ukiniona nahangaika au wewe unahangaika, basi ujue kuna sehemu fahamu zako bado hazijafunguliwa. Kwa sababu Bwana alitoa hili neno hapa, neno moja lenye nguvu sana na lenye power sana. Na kama unavyojua yeye ndio mwenye mamlaka ya mbinguni na ya duniani. Bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi: tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Hapa anaposema tazama nimewapa, ni nyinyi ambao mmemwamini Kristo. Hajawazungumzia watoto wa shetani, ninyi mliomwamini Kristo. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Amen. Sasa inakuwaje sisi tunahangaika? Kwa nini tupate shida? Ni swala la ufahamu. Na kingine kinachochangia haya, sawa, hatulifuati neno lake. Alitupa amri ya upendo. Wewe unasema unampenda Mungu kwa mdomo, lakini matendo yako hayaoneshi kama unampenda Mungu. Unasema unampenda jirani yako kwa mdomo, lakini matendo yako kwake hayaonyeshi kama unampenda. Upendo sio wa maneno, upendo ni wa vitendo. Sawa? Ukimpenda Mungu na ukampenda jirani yako, umelitii lile agizo la Bwana moja kwa moja, Bwana atafungua madirisha ya mbinguni. Sawa? Jua hapo kwenye upendo ndio pambeba kila kitu, hata kwenye kumtolea Mungu. Huwezi kumtolea Mungu ukiwa una upendo naye. La sivyo utakuwa unafanya tu kwa sababu unacho, lakini sio kwa sababu ya mapenzi, kwamba unampenda kwa kuwa tu kikipo ngoja nipeleke. Amen. Mungu atafungua madirisha ya mbinguni. Hautakuwa na magonjwa, hautakuwa
misukosuko ya hapa na pale ya masumbufu ya dunia hayatakuwepo katika maisha yako. Hivyo vyote utakuwa unaona vinapita tu kama upepo sha. Ndivyo Mungu alivyoweka misingi katika ufalme wake. Jambo jingine, hatujitakasi. Jitakase kwa sababu wewe unakuwa na makosa. Kwani si alisema? Na si alitufundisha? Bwana mwenyewe alitufundisha utusamee makosa yetu, kwamba tumeshakuwa watoto wa Mungu, ile dhambi imefutwa. Sasa huku tunafanya nini? Ni makosa. Uwe mtu wa kujitakasa muda wote, kwa sababu wewe hujui hili unalolifanya kama linamkwaza Mungu au alimkwaza Mungu. Yeye ndio anayejua pekee. Amen. Ni yeye pekee ndiye anayejua kama upo sahihi au haupo sahihi. Sasa pindi unapokuwa unalimbikiza makosa mbele za Baba, unakuwa unajitoa nje ya ufalme, na hapo matatizo yanakuja kukuandama. Sasa na unapojitakasa na kutubu, kumbuka usamehe na wengine. Usiposamehe, Mungu hakusamehi. Sasa fikiria, usipopata msamaha Mungu utakuwa na msaada gani? Hauwezi kuwa na msaada. Kwa hiyo samehe wote waliokukosea, ili wewe unapokuja kuomba rehema zake mbele za Mungu, akiangalia huko anaona kweli mwanangu amewasamehe, anafungua madirisha. Basi niambie, utakuwa na magonjwa ndani yako? Umaskini utakwepo? Hautakwepo. Hautakuwa mtu kuhangaika na vitu vidogo vidogo hivi. Unahangaika na kodi, ada za watoto, sijui biashara imeenda vibaya. Hivi vitu vidogo sana mbele za Baba, na akisema neno tu basi. Amen. Heri kwako ambaye wewe hujamwamini Kristo na umesikiliza ujumbe huu mpaka mwisho. Bwana wetu Yesu Kristo anakupenda sana. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ndiye aliyemtuma Bwana aje kukukomboa wewe, na alimtoa kwa sababu ya upendo wake juu ya ulimwengu wetu huu, yaani juu ya mimi na wewe ambaye hujamwamini Kristo. Sasa nafasi bado unayo kubwa, na Baba wewe ndio anakuhitaji zaidi kuliko hata mimi niliyoko ndani ya ufalme, kwa sababu mimi tayari nipo huku. Sasa wewe ndio anayekuhitaji zaidi. Anajua mimi nipo na siwezi kutoka. Sasa tunayemsubiria zaidi ni nani? Ni wewe ambaye bado hujamwamini Kristo. Njoo mpe Yesu Kristo maisha yako, mfanye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Basi utakuwa umemaliza, utakuwa mpata kibali mbele za Mungu, na hata Bwana akirudi lazima tuende naye. Amen. Mungu awabariki sana. Fanya maamuzi, wahi mapema. Nafasi bado ipo kubwa ya kutosha, lakini hatujui siku wala saa ya Bwana wetu kuja. Amen. Sasa anaweza akaja kesho asubuhi, au baada ya kusikiliza ujumbe huu, baada ya dakika 5 mbele akawa ameshafika. Sasa jiulize, utaenda? Sasa unaposikia sauti, fanya maamuzi sasa. Usiangalie aliye nyuma yako, jiangalie wewe na nafsi yako, sababu hata motoni utaungua wewe. Amen. Jiangalie wewe na nafsi yako kwanza. Njoo kwa Baba. Mungu awabariki sana. Amen.